Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wote mnaonitazama saa hii, kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mungu muumba mbingu na nchi, aliyenipa neema kuweza kusimama mbele yako. Ninamshukuru yeye kwa sababu yeye ndiye anayejua kila kitu kwenye maisha yetu. Sio kwa akili zetu kwamba tunalindwa au tunapiganiwa kwa ujanja tulio nao, au kwa majina tulio nayo, au kwa kazi tulizo nazo. Na ndio maana kumbuka neno lake linasema, Bwana asipolinda mji wale wanaokesha wanakesha bure. Ni kweli kabisa, hatuepuki ajali kwa sababu dereva ana vyeti vikubwa vya udereva. Tunaepuka ajali kwa sababu Bwana ameilinda hiyo safari. Na ushuhuda kidogo ambao ningependa kukushirikisha na wewe, yamkini kikakutokea kitu kama hichi, ili usiweze kuchukulia kawaida. Ni siku ya jana ya tarehe 23 ya mwezi wa 12 ya mwaka 2025. Nilikuwa nikisafiri kutoka Dar es Salaam kuja Moshi Kilimanjaro, ambapo ndo nyumbani. Safari ilikuwa yenye changamoto sana kutoka jijini pale kuja Moshi kwa sababu safari ulikuwa unasumbua. Dar es Salaam magari kulikuwa hakuna, na mimi nilikuwa nina mabegi na mizigo kama 3, lakini pia nilikuwa nimembeba na mtoto wangu. Sikuweza kuja na mama yake kutokana na ratiba za kikazi. Kazi yake isingemruhusu kutoka. Kwa hiyo nilibidi nitoke na mtoto na mabegi. Lakini Mungu alisaidia, nikapata gari kwenye majira ya saa 6 usiku. Gari aina ya Costa. Tukawa tumesafiri. Tulitembea kwa muda mrefu bila kupata changamoto yoyote. Lakini tulifika katikati ni kama ya safari. Kuna sheli moja ambayo gari ilibidi ingie kuongeza mafuta. Wakati gari imeingia mahali pale, nakumbuka dereva alishuka na dada wa mafuta akawa anahudumia mafuta. Nakumbuka lita ziliingia lita 74 na hela ilisoma kama 200,000 na kuambia hivi ujue kwamba Mungu aangalia shuke wapi kusema na mtu. Wakati macho yangu yanaangalia bei ya mafuta na ni kiasi gani kimeingia, hali ya kuwa mimi sio dereva wala kondakta, pale nikajikuta mwili wangu unapigwa shoti kama za umeme. Mwili wangu ukiwa umejaa mtetemo. Nasikia mwili unatetemeka kiasi cha hofu